mtazamaji, karibu kwenye podcast yetu ya Sauti ya Mwananchi. Mimi ni Moses Olo na leo tunazungumzia athari za mitandao ya kijamii. Wangu ambaye ni Joshua Titus, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya vijana. Karibuni sana. Swali la kwanza kwako, mgeni wetu Joshua Titus. Unafikiria mitandao ya kijamii ina umuhimu gani hasa katika vijana? Imeleta umuhimu gani ama ina faida gani hasa mitandao ya kijamii? Nashukuru sana Moses kwa swali lako. Kitu cha kwanza naweza nikasema kwamba mitandao ya kijamii yana umuhimu wake kando na yale madhara yake hasa ambayo yanazungumziwa mara kwa mara, lakini umuhimu wake wa kwanza ni kwamba imekuwa kama kituo cha kuelimisha, vijana, na pia imesaidia pia vijana kuweza kujitahidi na kupata kazi kwao. Imesaidia vijana pia kuweza kujiajiri wao wenyewe. Unapata kijana akiwa na simu anaweza akafanya kazi pia hapo kwenye simu yake na akapata mshahara bila hata kwenda kuajiriwa kazini ama mahali pengine. Cha anachohitajika ni the appropriate softwares aweze kujisaidia pia na skills zake pia katika ile mitandao ambayo anaitumia. Pia kuna faida nyingine mheshimiwa, ama ni hiyo tu peke yake? Pia vijana wanaweza wakazungumza na watu mbalimbali, watu tofauti kwa mara moja. Unaweza uka address a large group of people at the same time. Unaweza zungumza pia na mtu ambaye ako nchi za nje pia ukiwa hapa Kenya. Na pia tunaweza sema kwamba pia hiyo ni manufaa ambalo linaleta manufaa pia katika mitandao sasa kwa vijana. Na ni changamoto gani mheshimiwa zinaweza kujitokeza katika utumizi wa mitandao ya kijamii, hasa tukizingatia vijana jinsi wanavyotumia mitandao hii ya kijamii? Katika mitandao ya kijamii hasa tunajua ili uweze kutumia mitandao ya kijamii lazima uwe na mobile data, na pia data charges zinaweza kuwa ni expensive pia depending on the tasks that you want to perform katika mitandao. Na changamoto kubwa I think ni vijana kwa sasa unaweza pata ana ile connection ama ana zile hela za kununua data. Pia kuna challenges kama kuna tahadhari ambazo unapaswa kuzitumia ili mtandao wa kijamii pia usije ukakudhuru wewe mwenyewe kibinafsi. Na mheshimiwa, unahisi ni vipi labda vijana wanaweza kuitumia mitandao ya kijamii kwa njia iliyo salama? Jambo la kwanza, ili kuweza kuitumia kwa njia ambayo ni ya ufasaha, ni lazima kwanza uelewe madhara yake na manufaa yake kama mitandao ya kijamii ambayo unaitumia wewe. So inaweza tumia for commercial purposes kama kuweza kukuletea pesa. Pia unaweza tumia mitandao ya kijamii kuweza kuelimisha na pia for the entertainment. Lakini pia ukiangazia ile negative part yake, ukishajua mambo na negative part, ukiavoid that, I think kama utakuwa unatumia kwa njia nyingine ambayo inafaa isipokuwa ile ambayo ni ya kinegativity, basi utakuwa unatumia mitandao ya kijamii kwa njia ya fasaha. Asante sana kwa maelezo yako muhimu mgeni wetu, na labda kwa kumalizia tu, una lipi la kuambia vijana hasa endapo kuitumia mitandao hii ya kijamii? Kwa kina nimezungumzia manufaa katika mitandao ya kijamii, nikazungumzia ni jinsi gani ambayo unaweza kutumia mitandao ya kijamii katika kujielimisha wewe mwenyewe, pia kuweza kusaidia kuweza kujitahidi katika kimaisha. Kwa hivyo jinsi ambavyo utachagua kuitumia wewe itakuwa ni kivyako, lakini kwa manufaa ambayo inaweza kusaidia ni tumia ile kuweza kujielimisha na pia kuweza kuletea pesa wewe mwenyewe ili kujijenga katika maisha yako. Na kuna negative side ya mitandao ya kijamii ambayo unaweza ukaavoid. Pia inaweza kuzingatia pia kukuletea shida sana katika maisha yako. Inaweza kukuletea pia uweze kufungwa jela, na pia inaweza kukuletea hata madhara zaidi katika maisha yako, na pia hasa pia wewe ikakudhuru hata afya yako, na pia ikadhuru pia ufikiriaji wako ama akili zako pia. Na tunaweza sema kwamba one of the most example ni kama pornographic. Pia hivyo ni mtandao ambao umewekwa wazi kwa kila mtu, na ni mtu ambaye anaweza access na it's accessible to anyone. Kwa kumalizia, mitandao ya kijamii iko na faida na hasara zake. Kwa hiyo ni jambo la busara vijana waweze kuitumia kwa makinifu na waweze kuitumia kwa busara ili siweze kuwasababishia athari zozote zile. Asante sana kwa kutazama Mwananchi Podcast. Mimi ni Moses Olo. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii uweze kutazama. Patane tena wakati mwingine.